Na mtazamaji wa WWK TV, hapa ni katika eneo la Tuangoma. Hapa tulipo ni eneo la msikitini. Hapa ni katika wilaya hii ya Kigamboni hapa jijini Dar es Salaam. Na hii ni ziara ya moja kwa moja, tunaelekea nyumbani kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Titus Mkama, mmoja wa wachungaji wakubwa kabisa katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, ambaye amefanya kazi kubwa, amezaa wachungaji wengi, amezaa makanisa mengi. Kazi yake ni kubwa sana ambayo ameifanya katika kanisa la Tanzania Assemblies of God. Lakini lengo la sisi kwenda nyumbani kwa Mchungaji Titus Mkama ni kwenda kuzungumza na mama Mkama, tuambie namna ambavyo yeye ni mmoja wa viongozi wa WWK wa miaka mingi, tuambie alikotoka, huduma yake na mambo mengine mengi aliyofanya katika kanisa hili la TAG, lakini upande wa idara ya WWK. Lakini pia tutapata pia fursa kuzungumza na baba Mchungaji Titus Mkama, watuambie watumishi hawa wa Mungu mambo mengi, lakini pia wanalo neno la kukutia moyo wewe ambaye unaitazama WWK TV. Mimi ni Samuel Thomas, nyuma ya kamera niko naye Azizi Mlango katika ziara hii ya kuelekea nyumbani kwa Mchungaji Titus Mkama kwenda kuzungumza na mama Mkama. Karibu, fuatana nasi. Hii ni WWK TV, chombo ambacho kinamilikiwa na idara ya WWK kwa upande wa taifa, ambacho pia kiko chini ya kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG. Kama ambavyo tumekujuza hapo awali kwamba tutakuwa tukikutanisha na baadhi ya viongozi ambao wengi wamekuwa viongozi wa kanisa la TAG, lakini katika idara hii ya WWK. Na leo hii tuko hapa Tuangoma, hapa Kigamboni, ni eneo la Tuangoma hapa jijini Dar es Salaam. Na lengo kubwa ni kuzungumza na mama Mkama. Mama Mkama ni mmoja wa viongozi wa kanisa la TAG kwa upande wa WWK, ambaye amelitumikia hili kanisa kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo tumefika hapa nyumbani na lengo kubwa ni kupiga naye story, tuambie historia yake, maisha yake ya ndoa, maisha yake ya huduma, lakini pia ana ujumbe ambao pengine angependa kukushirikisha wewe mwana WWK, ama wewe ambaye unaitazama channel hii moja kwa moja, mshirika, mchungaji, binti na yeyote yule pengine ambaye anatamani pia kuwa mmoja wa watumishi. Huyu ni mke wa mchungaji, pengine ana kitu ambacho angeweza pia kukufahamisha. Mama, Bwana asifiwe. Amina. Habari za kwako? Nzuri. Habari ya siku nyingi? Namshukuru Mungu. Kiukweli mimi nimefurahi sana kufika hapa Tuangoma. Ni kilomita kadhaa kufika mahali hapa, na wamejichimbia huku tulivu kweli kweli. Nini siri ya kuwepo hapa kwanza? Nje kidogo ya mji. Namshukuru Mungu ametupa makazi ya hapa kwa muda tunaokaa, bado tunaendelea kumtumikia Mungu. Tuko mahali hapa, Mungu ametupatia sehemu hii. Na nilipofika hapo nje nimekuta kuna kibao kimeandika Nansio. Sasa nikasema kibao kinawezekana kikawa na historia fulani hivi. Pengine kuna historia yoyote kuhusiana na kile kibao? Ni mtaa kabisa huu. Historia ya kibao hicho ni kwamba Mchungaji Titus Mkama yeye ni Mkerewe, anatokea Nansio Ukerewe. Kwa hiyo ndio maana kijana wetu alitengeneza hicho kibao, akasema hiki kibao tuweke hapa nje kiwe mtaa unaoitwa Nansio. Naam.
hicho ndicho ambacho tumekuja kukifanya hapa, ni kupiga story na mama yetu. Pengine hujamuona kwa muda mrefu, sasa huyu hapa tunakwenda kuzungumza naye, mzima wa afya njema kabisa. Kama unavyotazama anatabasamu vizuri kabisa, afya yake iko vizuri, na tunakwenda sasa kuzungumza naye. Sasa mama, tufahamu mama Mkama ni nani? Mimi naitwa Mary Mkama, mama mchungaji Mkama wa kanisa la Ilala TAG. Ndipo ninapomtumikia Mungu pamoja na mume wangu. Kwa hiyo ndio historia yangu. Ya sasa tufahamu historia yako kwa ufupi, kuzaliwa, origin yako ni wapi, maisha yako ya wokovu, maisha ya ndoa na vingine vingi ambavyo pengine mtazamaji angetamani pia kuvifahamu kupitia wewe. Mimi nimezaliwa Singida, wilaya ya Kiomboi. Nimezaliwa na familia ya mama na baba ambao ni baba yangu alikuwa anaitwa Mzee Mwita na mama alikuwa anaitwa Winjuka. Nimezaliwa nikiwa mtoto wa 4 kutoka kwa mama yangu mzazi. Na baada ya kukua nikawa nimehamia Dodoma kwa ajili ya shughuli ndogo mbalimbali. Na mshukuru Mungu, katika kukaa Dodoma nikakutana na Injili ambayo nilikuja nikaokoka kanisa la TAG pale Dodoma, ambalo kwa sasa hivi mchungaji wake ni mchungaji Ole, lakini wakati huo alikuwa mchungaji Alimosa Masangapole, ndio alianzisha kanisa pale. Kwa hiyo na mimi niliokoka mwaka 1970 nikiwa bado binti, na baada ya kukaa miaka kama 2-3 nikapata mchumba ambaye ni mchungaji Titus Mkama. Tukafunga ndoa pale Dodoma mwaka 1974 mwezi wa 2. Baada ya hapo ndio nikahamia Dar es Salaam kanisa la TAG Ilala, nikawa namtumikia Mungu pamoja na mume wangu kanisa la TAG Ilala. Mimi ni mwanachama wa WWK kuanzia nikiwa msichana Dodoma, na mpaka nimekuwa mama mchungaji nimeendelea kuwa mwanachama aliye hai kabisa. Kwa hiyo maisha yangu mimi ni WWK, na WWK imenisaidia sana, hata jinsi ya kumtumikia Mungu nimejifunza kupitia WWK. Na baada ya hapo nilikaja nikachaguliwa kuwa mkurugenzi wa WWK section. Wakati huo section ilikuwa ni section ya Dar es Salaam yote. Nilichukua hiyo uongozi kutoka kwa mama mchungaji Eshimendi Swai. Baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mkurugenzi, mimi nikachukua kuwa kiongozi wa section ya Dar es Salaam. Wakati huo section hii yote ilikuwa mpaka Bagamoyo, mpaka Kibaha, tulikuwa tuna section moja. Kwa hiyo namshukuru Mungu, baada ya hapo yalipoanzishwa majimbo, mimi ndio nikawa mkurugenzi wa kwanza wa jimbo la Dar es Salaam. Wakati huo ilikuwa ni Morogoro, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara pamoja na Zanzibar, ilikuwa ni jimbo moja. Tumehudumu kwa jimbo hilo na muda mrefu. Walipoanza kugawa ndio tukaanza kugawana sasa. Tukagawana section ya jimbo la Mashariki, huko ilikuwa inaitwa Mashariki Kusini. Jimbo la kwenda Bagamoyo ilikuwa ni Mashariki Kaskazini. Tumehudumu hapo. Baada ya hapo nimehudumu, baadaye tena wakaja wakagawa Lindi na Mtwara, sisi tukabaki na Dar es Salaam na Zanzibar. Baada ya muda tena wakaja wakagawa Zanzibar ikawa peke yake na sisi tukabaki Dar es Salaam, jimbo la Mashariki Kusini. Kwa hiyo nimehudumu hapo kwa miaka hiyo. Baada ya hapo sasa ndio tukaja tukagawanyika tena, Mashariki Kusini kagawanywa kawa ni Mashariki Kusini huku Mbagala na kwenda mpaka Rufiji.
Nikabaki na Ilala mpaka Kisarawe, ikawa ni Mashariki Kusini ilikuwa inaitwa. Kwa hiyo nimehudumia WWK kwa muda wa toka nimevyoshika jimbo miaka 30. Nilichaguliwa ni mwaka 1992, nimekuja kuacha nikiwa 2022 ndio nimestaafu kuwa kiongozi wa WWK. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa wakati huo, nimemtumikia Mungu pamoja na viongozi mbalimbali ambao walikuwa wakichaguliwa, tunakuwa tunashirikiana nao. Viongozi nimetumika na wanawake mbalimbali wakiwa wanatumika na mimi kama wasaidizi, makamu, lakini walikuwa tunabadilisha. Tukienda jimbo, likigawanya jimbo, napata viongozi wapya, wengine wanaenda majimbo mengine. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Tuko nyumbani kwa mchungaji Titus Mkama na lengo kubwa ni kuzungumza na mama yetu, Mama Titus Mkama, ambaye amekwisha kuzungumza mengi kuhusiana na historia yake ya namna alivyookoka, namna ambavyo aliingia katika familia, lakini amezungumzia namna ambavyo alianza huduma na miaka 30 katika huduma akiwa anaongoza jimbo kama ambavyo amefafanua. Pengine mama, wakati huo mazingira ya huduma yalikuwaje? Ufikaji ulikuwaje? Hali ilikuwaje kwa ujumla wake? Kufikia sehemu mbalimbali ilikuwa ni shida kidogo. Hatukuwa na usafiri, tulikuwa tunatumia mabasi. Kwa mfano labda kama tunaenda Bagamoyo itabidi tuende na mabasi, kama unaenda Kisarawe inabidi uende na mabasi, na huku Lindi na Mtwara tulikuwa tunaenda na mabasi. Sehemu ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwa mabasi ilikuwa ni Lindi na Mtwara, kwa sababu walikuwa bado hawana barabara, ilikuwa ni barabara za vumbi. Ilikuwa ni shida sana. Gari inaweza kuharibika, mkalala njiani, mkatembea kwa miguu. Dereva anaweza kaambia jamani, hapa gari haiwezi kutembea peke yake na watu, tembeeni kwanza kwa miguu. Nakumbuka siku moja nikiwa na wenzangu, mama mchungaji Happy Lwendo, nikiwa na mama Mzava, huyo ni marehemu sasa hivi, tulitembea kwa miguu kama kilomita 5 hivi kutoka Rufiji mpaka huko katikati kabisa kwenye pori kule. Gari hakuna, wanatuambia songeni mbele tutawakuta huko, gari limekwama. Kwa hiyo huduma ya Lindi na Mtwara ilikuwa ni ngumu sana, lakini tuliifanya kwa sababu tulikuwa tunamtumikia Mungu. Hatukuwa na jinsi ya kufanya, na sisi tulikuwa tunatamani tuwafikie wanawake wenzetu, tuwafundishe jinsi ya kumtumikia Mungu katika idara yetu ya WWK. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda, tunarudi kila mwaka. Kipindi cha section ikifika tunatembelea section zetu zote na tunaenda vizuri, tunafika, tulikuwa na amani tu. Hatukuwa tunalalamika kwa sababu kwamba usafiri ni mgumu. Tunajipanga. Tunatembea usiku kucha mpaka kunafika kesho yake, au jioni mnafika Lindi na Mtwara. Ilikuwa ni mbali kwa sababu njia ilikuwa ni mbaya. Yuko mwana WWK sasa ambaye anakutazama kwa sasa na kuna vitu anavipata kupitia wewe. Pengine wako viongozi wanaingia, wengine ni wadogo sasa katika maongozi na wanakutana changamoto. Wako wengine wanakata tamaa, wanaishia njiani, na wako wengine wanakaza kamba. Pengine nini cha kuwashauri kama mmoja wa viongozi ambaye umekuwepo kwa miaka mingi sana katika idara hii ya WWK? Amina, asante. Mimi ninachoshauri, kwa sababu kazi ya Mungu si kwamba utakapokuwa kiongozi utapata kila kitu kwa urahisi. Kazi ya Mungu ni lazima kusimama imara na kuwa na moyo wa kumtumikia Mungu. Unapomtumikia Mungu, yako mambo ambayo utakutana nayo, mengine ni magumu, mengine ni rahisi, lakini kwa sababu Mungu amekupa nafasi ya kutumika, inabidi utumike kwa moyo na wala usitegemee mtu mwingine kwamba atakusaidia kufanya. Lakini kwa sababu Mungu amekupa nafasi hiyo, basi mtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda na kwa moyo wa hiari. Na Mungu huwa anatoa njia za kuweza kukuvusha pale ambapo ni pagumu, unavuka kwa sababu wewe mwenyewe uko tayari kutumika
kwa hali yoyote, kwa wakati wowote, katika matatizo, katika kushindwa, lakini Mungu huwa anawavusha. Hata tukiangalia wanawake wa zamani wakina Debora hawakufanya kwa urahisi, walifanya kwa shida. Kwa mfano Debora, yeye alikuwa mwanamke muamuzi, lakini Debora na kwa sababu alikuwa ni muamuzi, alisimama wakati huo anataka kwenda kupigana. Alimwambia Baraka twende, Baraka akasema siwezi kwenda. Lakini akamwambia Baraka akamwambia lazima niende na wewe. Hivi unaweza kuona kama ni kitu cha ajabu, mwanamume anashindwa kwenda, anataka aende na Debora. Lakini baada ya kwenda walishinda. Ni kusimama imara, kwa sababu kazi ya Mungu ni lazima tusimame imara. Hata Yesu mwenyewe hakufanya kazi rahisi tu. Ilikuwa ni ngumu, lakini alisimama akafanya. Na ukifanya Mungu anafanya njia. Turudi sasa nyumbani TAG Ilala ambapo ndo kanisani kwako sasa. Yuko mama anayekutazama sasa, yuko mshirika anayekutazama sasa. Nini cha kumwambia afya yako wewe binafsi? Anatamani kusikia kutoka kwa mama. Kanisa la Ilala tuna siku yetu ya WWK na mimi niseme hiyo ndio ni mwanzilishi wa WWK. Nimefika Ilala kulikuwa bado hamna chama, kwa sababu wakati naolewa mimi ilikuwa kanisa bado ni changa. Ilikuwa lina mwaka mmoja tu, mwaka wa pili mimi ndio nimefika kuwa mshirika wa Ilala kama mama mchungaji. Lakini tulianzisha chama na chama kinaenda vizuri, tumesimama imara mpaka sasa. Tuna wanachama wengi ambao wako kanisani. Kwa hiyo najua kwamba, napenda kuatia moyo kwamba huduma ya kumtumikia Mungu ni moyo wa hiari. Kama Daudi alivyomwambia Sulemani mwanae, umtumikie Mungu kwa moyo wa kupenda na kwa moyo wa hiari, ndivyo ambavyo tunaweza kumtumikia Mungu. Lakini ukiwa na mtu wa kukata tamaa, huwezi kufika mbali. Kazi ya Mungu ni ya kujipa moyo na kujitia nguvu na kusimama imara. Ukimwangalia Mungu, ukimwangalia mwanadamu huwezi kufika popote. Lakini kazi ya Mungu ni kusimama na kumtegemea Mungu na kusimama pamoja na kamati yako kumtumikia Mungu, kwa sababu amewaita kwa wakati wenu. Basi mtumikie kwa moyo wa hiari na moyo wa kupenda. Kipindi unakuja hapo kanisani TAG Ilala mwaka mmoja huo baada ya kanisa kuanzishwa, bila shaka ulikuta kanisa bado ni changa kabisa sana. Na unaweza kukumbuka siku ile ya awali ile au ambayo unahisi kwamba hapa kwangu palikuwa pagumu sana, lakini na yale ambayo sasa ni mazuri pia, kwamba sasa hapa nikafika nikatuliza moyo angalau kidogo. Tie moyo wale akina mama ambao ndo wanaenda kuanza huduma sasa. Kama ni mama mchungaji namtia moyo, kwa mtu anapotuangalia hivi sasa anafikiri kwamba tulipanda hivi. Lakini mimi nimefika Ilala, mchungaji ana mwaka mmoja, tulikuwa kwenye chumba kimoja. Tandika. Huyo mwenye nyumba alikuwa anaitwa Mama Muamini Shomvi. Alikuwa ameokoka yule mama, tulikaa pale kwake kwenye chumba kimoja. Na tulikuwa natoka Ilala, Tandika tunaenda Ilala kwa ajili ya huduma. Na kumbuka siku moja tumeamka, mchungaji hana nauli tuna nauli ya kwenda, na wakati ule nauli ilikuwa ni senti 50, kilikuwa kisungura fulani hivi. Hela ilikuwa na alama ya sungura. Tumetoka, nauli ya kwenda tu, nauli ya kurudi hatuna. Hatukujua tunarudije. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeenda ibada. Wani tuko kwenye ibada vizuri, wala uwazi kwamba narudije, nafanyaje, lakini tuko kwenye ibada vizuri. Lakini Mungu huwa anafanya kitu. Kabla ya tujamaliza ibada kukatokea muujiza. Mhubiri yule aliyekuwa anahubiri sio mchungaji Mkama, alikuwa ni mtu kutoka Kenya. Akahubiri, baadaye akasema, "Mama mchungaji njoo hapa." Nikaenda mbele, nimesimama pale, akaniambia, "Jamani, haya leteni sadaka hapa. Tumbariki mama mchungaji." Ilipatikana pale, ilikuwa shilingi 300. Shilingi 300 ndio ilipatikana. Akaniita akanipa. Nilianza kulia, nikasema, "Hivi Mungu kweli? Mimi nilikuwa sijui jinsi ya kurudi nyumbani. Umenipa hii hela." Basi mama mmoja akaniambia, "Mama mchungaji unalia na hiyo 300 tu?" Nikamwambia, "Huwezi kujua mimi nilikuwa sina. Nilikuwa sijui na wakati huo nilikuwa nanyonyesha mtoto wangu wa kwanza."
Na chakula nyumbani sijui kama tunaweza kupata chakula au tukala. Lakini ile 300 nakumbuka nilinunua shuka, ikabaki tukanunua na chakula kidogo kidogo. Kwa hiyo muujiza hiyo ambayo Mungu anafanya. Kwa hiyo kumtumikia Mungu, kama unamwangalia Mungu kweli, maisha yanakuwa Mungu anatoaga na mlango wa kutokea panapotokea shida. Kwa hiyo hiyo naikumbuka, na jinsi pia nakumbuka jinsi ambavyo tulikuwa tunatoka nyumbani tunaenda kanisani na tulikuwa tunakaa mbali. Baada ya hapo Mungu akatupa na nyumba pale Kariakoo, sehemu inaitwa mtaa wa Nyamwezi. Kuna ambao waliofika wale wa zamani. Chumba hiki kimoja, na nina watoto wangu sasa, nimeshafikisha watoto 3. Nimeishi hapa kwa miaka zaidi ya 10 kwenye chumba hicho kimoja. Ikatokea muujiza, Mungu akatutokea. Marehemu Gertrude Lokatari alikuwa ni mshirika wetu. Akawa anaenda kusoma nje, akasema mimi naomba mje mkae kwenye nyumba yangu, alafu mimi mniangalizie nyumba yangu. Kwa hiyo tukahamia pale. Hebu fikiria wewe unatoka kwenye chumba kimoja alafu unaenda kukaa gorofani, nyumba ya vyumba 2 na sebule na jiko. Huo ni muujiza mimi nilikuwa na hesabu. Kwa hiyo Mungu ametuvusha kutoka hatua hii kwenda hatua hii kwa muujiza, ndivyo ambavyo. Kwa hiyo kwenye maisha ya utumishi namshukuru Mungu, mimi nilikuwa yani moyo wangu nilikubali kutumika. Sikuangalia mazingira ambayo mume wangu alikuwa nayo kwa kuanzisha kanisa. Ule ugumu sikuuona. Nilikuwa naona tu hamu ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo hata yote haya ambayo tulikuwa tunapitia, chumba kimoja, sijui nini, nilikuwa nimeona tu ni sawa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Tukiwa tunaelekea ukingoni sasa mwa kuhitimisha mahojiano haya maalum kutoka hapa nyumbani kwa Mama Mkama hapa Tuangoma, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Wako watu wengi mama ambao wewe wamepita mikononi mwako, wachungaji, wengine ni wainjilisti, wamefungua makanisa mengi sana. Nakumbuka mwaka 2023 Mama Mkama pamoja na kanisa kwa ujumla walifanya ibada maalum, na ibada hili iliongozwa na askofu mkuu wa TAG Dr. Barnabas Mtokambali, na alipoita wale ambao wametokana na mchungaji Mkama kwa ni mstari mrefu sana, wengi sana, wengine hatukutarajia maaskofu ambao wametoka pale ni wengi. Wanakutazama sasa, nini cha kuambia? Na kanisa la TAG Ilala limezaa watumishi karibu 65 kwa miaka 50. Naomba ninyi wote mliozaliwa, watumishi wote mliozaliwa kutoka Ilala, njoo hapa chini. Njoo hapa chini. Na wake zenu, wachungaji wote na wainjilisti na mitume na manabii wote, baba mko hapa, njoo hapa chini. Hamjafika tu jamani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalieni wote hawa. Wewe nani? Wewe Magembe, wewe umetoka Iringa, amekupokea huyu hapa. Majumba 6, nenda pale na mke wako. Ndio. Wewe umetoka Iringa, amekupokea huyu. Ndio majumba 6 pale kazaliwa. Huyu ndio amezaa majumba 6. Wewe Bukuku. Alikupokea huyu, nenda pale wewe. Sasa sikiliza. Hii nawe kuambia saizi. Mama Mkama amekuwa mkurugenzi wa WWK tangu mimi nikiwa makamu askofu wa jimbo la Mashariki. Miaka 30. Jamani, shangilieni basi, pigeni makofi. Miaka 30 huyu mama mkurugenzi wa WWK. Jamani, amina. Hapa tuna makatibu wa jimbo, tuna makamu askofu wa majimbo, tuna waangalizi wako hapa, makamu waangalizi wako hapa, maaskofu wako hapa, makatibu wa sehemu na majimbo, weka hazina masehemu na majimbo, mpaka na Masawe kumbe unatokaga hapa hapa, na Nkone anatokaga hapa hapa. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Sikujua hata rafiki yangu wewe nani dokta pale Mbwilo kumbe unatokaga hapa hapa. Engineer, na leo nimekujua ujanja wako wewe engineer Dondo kumbe unatokaga hapa hapa. Jamani, makofi mengi sana. Mzee Magembe ametoka Iringa huko, amepokelewa hapa hapa. Wale ambao walitoka katika kanisa letu la Ilala, wengi ni wachungaji na maaskofu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu wako wanamtumikia Mungu katika sehemu ambazo wamekwenda kule. Ninawatia moyo tu ya kwamba endeleeni kumtumikia Mungu, kwa sababu
Mungu anapendezwa na watumishi ambao wanafanya kwa moyo, na katika mazingira mbalimbali ambayo mnayokutana nayo, aminini ya kwamba Mungu atawavusha na kuendelea mbele. Kikubwa ni kama jinsi ambavyo Musa alivyowatia moyo wana wa Israeli walipofika pale bahari ya Shamu, akawaambia endeleeni mbele. Pamoja na kwamba alikuwa anawaambia endeleeni mbele, lakini kulikuwa sio rahisi, kwa sababu mbele tunaendelea wapi wakati kuna bahari? Lakini Musa aliwatumainisha kwamba watavuka, na ni kweli Mungu akatoa muujiza, akamwambia piga maji, na maji yalipopigwa bahari ikafunguka na wakavuka, wakafika ng'ambo, wakamwimbia Mungu wimbo wa sifa kwa kuwavusha. Kwa hiyo sisi tunafuata nyayo za kina Musa, kina Joshua. Tunapofika mahali hatuna tumaini, tukimwambia Mungu ya kwamba tusaidie, tumuombe Mungu, na hapo Mungu anaweza kutoa njia, tunavuka pale ambapo panakuwa ni pagumu. Na kazi ya Mungu haina sehemu yote tutaenda moja kwa moja, lazima utakutana na magumu njiani. Lakini unapokutana nayo, angalia macho yako juu, muangalie Mungu aliyekuita, atakuvusha katika hilo ambalo ni gumu kwako. Kwa hiyo nawatakia huduma njema, Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi, na watia moyo kwamba kazi ya Mungu iendelee mbele, kwa sababu tumeitwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Nini cha kumwambia baba sasa ambaye alikufuata kule Dodoma akakuleta Dar es Salaam? Nini cha kumwambia? Mimi namshukuru sana. Namshukuru sana kwa sababu baada ya kunioa nimeendelea kumtumikia Mungu pamoja na yeye. Namshukuru kwa maisha haya kwamba tuko vizuri, tunaendelea vizuri kumtumikia Mungu pamoja. Tunazeeka pamoja, tunapendana, tunamshukuru Mungu kwa sababu alinioa, ameniweka mahali hapa. Namwambia asante kwa kunioa, asante kwa kuniweka kwenye huduma pamoja na yeye. Mimi nina watoto 5. Mtoto wa kwanza ni mwanaume, anaitwa Enoch Titus Mkama, na mwingine binti anaitwa Happy Titus Mkama, ila sasa hivi anatumia Ngeni kwa sababu ameolewa na mume wake anaitwa Isaya Ngeni. Na nina binti yangu mwingine anaitwa Rebeka Mkama, na mwingine anaitwa Shadrack Mkama, yeye ni mchungaji, na mwingine wa mwisho anaitwa Dorcas Mkama. Mama Mkama, moja ya maono yenu ni idara kuwa kubwa, kuwa na miradi mingi, kuwa na watu wengi wanakuwa wanachama wa WWK, mkimiliki vitu vikubwa. Lakini mpaka sasa hayo yamefanyika, na mojawapo ni uanzishwaji wa chombo hiki cha WWK TV ambacho pengine ilikuwa ni maono yenu pia wakati huo, na sasa viongozi waliopo wameendelea kulitekeleza hilo na kuendelea kulipanua kanisa kwa namna moja ama nyingine. Idara inazidi kukua kwa kasi kubwa sana. Pengine nini sasa cha kuambia hao viongozi wetu wa kitaifa kuhusiana na mambo makubwa haya ambayo yanafanyika, ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa chombo hiki ambacho kazi yake ni kupeleka ujumbe kwa kanisa, kwa Tanzania na kwa jamii yote inayotuzunguka? Nichukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu, Faraja Amuri pamoja na kamati yake, na napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu kwa vizuri, na wameleta maendeleo makubwa kusimamia hii miradi yetu. Nafikiri wakati wanakuja walikuta kuna Faraja seminari, na baadaye wameanzisha seminari Siha. Kwa hiyo wanaendelea, wamefungua kituo cha watoto. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa ajili yao. Kazi yao ni njema, na watia moyo kwamba waendelee mbele, wamtumikie Mungu wakiwa bado wana nguvu. Tunawashukuru, tunawapenda kwa sababu wanasimamia huduma vizuri. Mama amekusifia vingi tu. Nini cha kumwambia? Mimi nashukuru sababu tangu tumeanza maisha kwa pamoja, maisha yalikuwa ni magumu, lakini amekuwa mvumilivu katika mapito yote ambayo tumeweza kupitia mpaka kufikia sasa. Bado amekuwa na moyo wa uvumilivu, na pia ule ushirikiano na kujali, na pia kuwa karibu na washirika, hasa kwa upande wa kina mama. Amekuwa yeye kama ndio mshauri
wa chama cha mahali pamoja, na amekuwa nao bega kwa bega kwa kila jambo ambalo wanataka kufanya, anakuwa pamoja nao. Kwa hiyo nashukuru kwa uvumilivu wake na kujitoa kwake mpaka kufika hapa tulipo sasa hivi. Tumepitia mambo magumu kidogo, maisha magumu, lakini tunashukuru Mungu hatujawahi kukorofishana kwa namna yote. Wakati ambapo amekuwa ni mkurugenzi, amekuwa na safari nyingi za hapa na pale, naweza kaa wiki nzima, wiki mbili yuko safarini, lakini mpaka hapo alipofikia kikomo akastaafu, lakini bado yeye ni mwana WWK, tuseme wa damu, maana yeye imemkaa huwezi kumwambia kitu kingine chote aache WWK. Kwa hiyo kwa ufupi ni hayo, tunashukuru. Huyo ni baba na amezungumza namna ambavyo mama amekuwa WWK damu, wameishi vizuri na mpaka sasa wanaishi vizuri na wanaendelea kumtumikia Mungu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza nao watumishi hawa wa Mungu, na hadi hapa sasa hatuna la ziada. Tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea kupitia chombo bora kabisa hiki cha WWK TV. Mimi ni Samuel Thomas, nilikuwa naye Azizi Mlangwa kwa upande wa kamera. Asante na kwaheri.